ndipo tuweze kuendelea. Kila mtu apate mahali pa kuketi. Tutulie dakika chache tuanze program ya leo. Tumekuja kuomba na kuombea nchi yetu ya Kenya, na kuombea our county Kisii, na kuombea our families and pray for our economy. Bwana asifiwe. Majina yangu Reverend Dr. Robert Onsoti. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nimeoa, nina mke na watoto wa 6. Mke wangu yuko pale, ningepata kwa afanye hivi, yuko pale ameketi ananiunga mkono. Ingema kwa pale nikifika saa tutamlisha. So tumekuja kuomba Mungu, and I want to give direction kwamba kuna host pastor atupe a certain direction ili tusije tukaumia kama wewe ni mgeni hapa. Nikitaka huo mwelekeo tupewe, wale wamekuja wageni wasiumie. Karibu, pige makofi na makofi. Tunapokaribisha tunasikia tuko nyumbani. 1 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msijisikie nyumbani, msijisikie nyumbani kwa Baba. Maana nyumbani kwetu kunaweza kuwa na mambo mengi sana. Mejima huyu, lakini hizi ama ura Yesu, mweremera wataki. Bwana asifiwe. Nataka niombe tukae miguuni pa Yesu, mahali hapo pana amani, pana furaha. Bwana asifiwe. Naona Baba Askofu, our president amefika hapa, ambaye ndio president wa Kisii County Pastors and Clergy Forum. Pamoja na mama, unajua huyu ndio mama ambaye anamwezesha. Si kufanya hivi kabla ya hiyo wakati. Thank you so much. I'm so happy that to be your host today. Tumekaribishwa Bwana ACC. I know this is your zone, we are under your cover. So usalama iko sawa, mtu akileta kisirani. Unajua mapepo ya kiroho tunafukuza na maombi. Lakini ile mapepo mengine inafukuzwa na kiboko. Hiyo ACC anaweza kufanya. Mimi sitafanya hiyo. So karibu sana ACC na the GAO team. I feel at home. Wenyeji wetu wote karibu sana. Chairman wa ile kundi yetu inapanga kuhost sisi hapa, Uchieng principal. Thank you for coming with your team. God bless you. I just want to say that we have several doors here. When tukiendelea ibada, naomba tutumie mlango wa nyuma. Isipokuwa wamekaa hapa mbele, wanaweza tumia mlango huu. Kuna choo ya wageni wa mbele ama nyumba ya usafi wanaume hapo chini. Pita hivi, the first door. Na wadada, nyumba yenu mkipita nyuma ya usafi, if you want to answer any call, SMS ama ile ya kupiga, yote unapiga hapa chini. Hapa hizo siku zote zitakubaliwa hapa chini. Wanaume wengine wote, all the men, as long as you are a man and whether pastor, reverend, as long as you are not in the front seat, while we are forbidding people passing here, you know you cause distraction when the meeting is going.
Twende hivyo. Kwa gate huko kuna choo nyingi sana, nyumba za usafi ziko nyingi hapo kwa gate for all the men, and I hope you will have good time. Meanwhile, feel at ease. Help your neighbor to feel at ease. Hebu salimia jirani yako, mwambie feel at ease. Chunga simu yako, maana tukitoka pamoja na mfumo wako, chunga vizuri. Naomba Mungu atusaidie tuwe na wakati mzuri. God bless. Thank you. Sana. Tukipata mwelekeo huo tuweze kutimiza order. God is a God of order. So ukiambiwa enda hapa, enda hapa. Ukiambiwa simama, simama. Ukiambiwa keti, keti. God is a God of order. Maybe the sitting arrangement. Hapa mbele tumeacha maaskofu wetu wakae hapa pamoja na ACC. Yes. Baada ya maaskofu tutakuwa na all the chiefs, the assistant chiefs, na wengine wote. Principal chief, you can come and sit with your pastor here. You muendelea kunomanesia hapo, waachie machifu, maana watu wanafikiria wewe ni chifu umevaa suti na wao wamevaa nguo zao. Najua mkubwa atakagua walinda, angalia wale mwenye amekuja sheria. Okay, thank you so much. And then here we have some bishop, pastors, while pastors here. Hapa niko na maaskofu wengine wamekaa, the directors. Hapa the praise and worship, wale aidai all the praise and worship. That will be okay. Thank you. Shukuru Mungu, pia nimeona my area chief Robert Isoya alikuwa naona subchief wetu Mogesa ambaye hapa. Thank you for coming. God bless you. Tuanze kwa maombi na tunaenda ifuatavyo. Tutaomba kwa national government, tutaomba kwa ajili ya county government, tutaomba kwa ajili ya church and family. Church and family ni kitu kimeshikana pamoja. When we pray for ukiombea county government, tukiombea pia economically, that our county will prosper and have plenty. Wanasifiwe. Tukimaliza, mimi napenda tukimaliza tutaimba wimbo wa taifa. Kwa hivyo kama wimbo wa taifa, anza ku practice before time comes, because tutaimba wimbo wa taifa to bring us together as a nation. Hallelujah. So, tutaka tuenda katika Timotheo wa pili wa kwanza, chapter number 1, chapter number 2, verse number 1 and 2. Wiki hapo wanasema, I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved, who wants and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, one mediator between God and man. That first of all, prayer be made to all people, kings and those in authority. Why? That we live quiet lives. Quiet lives. We believe this is God life, which is good and it pleases God. Mungu anapendezwa wakati tunakusanyika kumuomba kwa ajili ya viongozi wetu, kumuomba kwa ajili ya people in authority. It is good. Na taifa ambalo Mungu si Mungu wao limelaniwa. Psalms 33. So this is, if you want to just prepare us to pray. Psalm 33, number 10. Zaburi 133, verse number 10. Nafikiri project hapo tuisome hapo. Psalms 33, number 10. Pata kusome kwa haraka. We are laying a foundation of prayer. Zaburi 133 mstari wa 10.
mpaka mstari wa 12. Are we there? Tusome pamoja. The Lord follows the plans of the nations. He thwarts the purpose of the people. But the plans of the Lord stands firm forever. Unasoma hiyo kweli? The counsel of the Lord stands forever. How many of us wants the counsel of God to stand forever? We want to pray that the counsel of the Lord concerning Kenya stands forever. Hallelujah. It was the purpose of the people. Number 12. Blessed is a nation whose God is the Lord. The people he chose for his inheritance. Ni heri taifa ambalo Mungu ni Mungu wao. Ni heri jamii ambayo Mungu ni Mungu wao. Ni heri kanisa ambalo Mungu ni Mungu wao. Bwana asifiwe. Na tunamtambua Mungu katika njia hiyo. So last in Proverbs 14:34 inasema haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu kwa watu wote. Despite what you know, it is shame. Bwana asifiwe. Dhambi ni aibu kwa watu wote. Proverbs chapter 14:34 inasema haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu kwa mtu yeyote. Umeweka pale mic. Umeweka hapo, tusome pamoja. To any people, sin is a reproach. To any family, any nation, any county, any people is a reproach. So we want to repent and ask God to have mercy on us and to save our nation. Bwana asifiwe. Hebu moja tukoka miguu yetu. Tukatuja katika kipengele ya kwanza. We begin to pray for our national government as it is. Pray for the leaders in the national level. Bwana asifiwe sana. Tuombe viongozi katika sehemu ya kitaifa. I know what tunajua majina ya viongozi wetu. Right from the president. Pray for our leaders. Mention their names before the Lord. The Lord. Speak well about them. Ask God to give them good, healthy, and divine protection. Bwana asifiwe sana. Then from there, nitauliza Reverend Nyabayo akuje afanye ombi for the national government. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama Mungu
Tukimaliza kuomba utaketi. Remain standing. Tell our neighbor, remain standing. We have come to pray. No matter, I've come to pray for my nation and my family and my county. Hallelujah. The verse says that pray for the city where you dwell, and that peace will be your peace. So the peace of our county is our peace, and the prosperity of our county is our prosperity. May peace prosper as our county in Jesus' name. Hallelujah. Tunataka tuweze kuenda sehemu ya pili. Nimwite Reverend Kibiro aje kuombea county. Bwana asifiwe. County. Amen.
pia wa kanisa katika hii kaunti. Tunaomba wabariki viongozi wa makanisa yote katika kaunti yetu ya Kisii katika jina la Yesu. Barabara zetu zimetakasika, kila eneo limebarikiwa na kutakasika, mashule yetu yamebarikiwa, idara zote za maaskari zimebarikiwa, kila mahali hospitali zetu zimebarikiwa katika jina la Yesu. Tunasema asante, pokea sifa na utukufu, maana umesikia maombi yetu. Tunakuinua, tunakuenzi, na katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, na kila mmoja aseme Yesu akoe mazuri. Asante. Wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye heshima, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, we are here because we have peace. You don't know what peace is until you miss it. Until you miss it. Bwana asifiwe. We want to pray for the peace in our lives. Kuna amani kuja kwa kulazimishwa, na kuna amani kuja kwa kwa kutishiwa, lakini kuna amani ya Mungu. The peace that God gives, the world will not give you. And I'm calling upon Jefferson Ondabu to come and pray. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, kila mtu atamke neno kwa ajili ya amani, amani katika nchi yetu, amani katika taifa letu, amani katika kaunti yetu ya Kisii, amani katika kila kiongozi katika taifa letu, amani katika mipaka yetu, amani katika kaunti yetu ya nchi. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tumekuinua, tunasema
asante. Wewe ni nyota ya asubuhi Bwana. Asante kwa sababu ya amani katika taifa letu la Kenya. Asante kwa sababu ya amani ambayo umetuletea Bwana. Asante ni kwa sababu Bwana wewe ni amani Jehova. Kila kiumbe kitaangamia. Ni kwa sababu ya amani tunaishi Bwana. Ni kwa sababu ya amani Bwana imetuleta ungani huu Jehova. Tunakushukuru kwa sababu ya uongozi wetu. Baba, kila mmoja aweze kunena amani kutoka juu mbinguni. Nena amani kutoka juu mbinguni Jehova. Sisi tutakuwa tunafanya kazi ya bure Bwana. Tunashukuru kwa sababu ya ukuu wako. Tunasema unastahili Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya amani ambayo imetangazwa katika madhabahu haya. Wacha ikaweze kuenea katika kaunti hii Jehova. Wacha ikaweze kuenea katika kaunti yetu ya Kisii Bwana. Wacha ikaweze kuenea katika taifa letu la Kenya Bwana. Tunakuhimidi, tunasema asante. Unastahili sifa, unastahili utukufu, maana wewe ni Mungu mkuu. Asante, na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. Pigie makofi jamani napo. Naomba tuweze kuombea very important item called church and family. Psalms 127 tusome kwanza as I invite Bishop Felix Nyeriki to come and take over. Wake up Psalms 127 verse number 1. Umeweka hapo Psalms 127 verse number 1 as we invite the man of God to help us. Umeweka. All of us need to say pamoja. The builders labor in vain.